mreje Yesu kuambia maneno yake, njoni kwangu nawapenda, nitakwenda niwatafute wangu Bwana, wageuke waingie wote katika zizi la mkombozi wetu Yesu Kristo. Watafuta wasioweza, waonyeshe Mwokozi wetu, waongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda niwatafute wokovu wangu Bwana, wageuke wote katika zizi mkombozi wetu Yesu Kristo, Yesu Kristo. Sikia mwito kuwainua waangukayo, walete kwake Yesu njia. Nitakwenda niwatafute wokovu wangu Bwana, wageuke katika zizi mkombozi wetu Yesu Kristo, Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Naongeza wimbo mwingine namba 127, tenzi. Nyimbo huwaga zinaleta uwepo, nyimbo zinaleta kitu fulani. Bwana Yesu atakuja, vumilia, omba ukiwa na haja, vumilia, mwamini Mwokozi wako, nawe utafika huko. Vumilia, iko kutoka dunia,
malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona na malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akiwapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msizuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Na kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila ya Reubeni 12,000, wa kabila ya Gadi 12,000, wa kabila ya Asheri 12,000, wa kabila ya Naftali 12,000, wa kabila ya Manase 12,000, wa kabila ya Simeoni 12,000, wa kabila ya Lawi 12,000, wa kabila ya Isakari 12,000, wa kabila ya Zabuloni 12,000, wa kabila ya Yusufu 12,000, wa kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Na Bwana abariki kwa kusoma kwa neno lake. Taomba Mfalme, Baba mwenye nguvu, kaweze kutusaidia tunapokuwa hapa kwenye madhabahu yako. Mungu ukatusimamie kila mmoja wetu. Katusamehe Bwana, msamehe hata aliyesema hapa mimba. Lakini tunahitaji neema yako, ukawe pamoja nasi katika mahali hapa, ukitusimulia habari za mbinguni, ukitatua matatizo tulionayo, na kila mwenye haja mbalimbali anapokuja mbele zako ukaweze kumshika kwa mkono wako. Tunafunga kila uwepo wa adui na kila nguvu zote za giza hazina nafasi tena katika mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Neno hili ambalo tumelisoma, hebu wewe pekee ukawe ndio mfasiri na ukatufasiria yale maandiko. Tunaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunaweza kuketi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nafikiri tunajifunza, alama ya mnyama, zungumza mambo mengi, tukapita kwenye maandiko na tukagusia na mambo mengine. Na kwa sababu hiyo tulizungumza pia kwamba kulingana na makundi mawili yanayoonyesha kwamba ni alama ya mnyama. Yapo makundi mawili, mengine ni ya siku, mengine ni ya usajili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu awabariki sana upendwa. Na nafikiri kulingana na neno la Mungu, hakuna jambo lolote linalofanyika serikali isifahamu. Bwana abariki sana. Serikali zimewekwa na Mungu na zimeruhusiwa na nani? Na Mungu. Na ziko kwa ajili ya watenda mabaya. Bwana bariki sana. Na kawaida lazima tujue utaratibu wa nchi ukoje. Na wengi tunadhani kwamba kwa kukaidi mambo yetu utajiepusha na mambo mengine. Pale unakosea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaposoma kwenye kitabu cha Biblia, kitabu cha Waebrania, inazungumza kwamba tuangalie sana wale ambao walikuwa wanatuletea neno la nini? Tuchunguze na kuiga mwenendo wao, tuige imani yao. Ndugu yetu Branham na watu wengine watumishi wa Mungu
alisajili. Bwana bariki sana. Naliona jambo hilo. Walifanyaje? Walisajili. Na hebu tutasoma kidogo hapa kwenye nani jumbe. Bwana bariki sana. Lakini tulisikia wakati tuna ndugu anasoma hapa ujumbe kwamba alama ya mnyama si kitu kingine. Watu watafikiri kwamba wataweka kwenye chapa hapo, kwenye uso au kwenye mkono. Tukajua kwamba kumbe kwenye uso ni akili, mikono ni matendo. Niliona hilo. Alama ya mnyama si kwamba ndio ilianza sasa hivi. Ilianzia kuwekwa kule Edeni. Na mtu wa kwanza kuwekewa alama alikuwa ni Kaini. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ule ukoo ulikuwa ni wa mnyama kweli, kwa sababu baba yake alikuwa ni mnyama. Maana baba yake alikuwa ni yule joka. Joka alikuwa ni mnyama. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ni uzao wake umeendelea mpaka kipindi. Kukumbuka kwamba Kaini alikuwa ni mwabudu. Walikuwa naabudu pamoja na Habili. Wote wanaita sadaka. Sio kwamba alikuwa wapagani, hapana. Na ule uzao umekuwa umesokotana kila wakati. Kutokea Edeni mpaka wakati wote, mpaka kipindi hiki, huo uzao bado umesokotana. Bwana bariki sana. Hebu tujaribu sasa. Tujaribu kusoma ujumbe unaoitwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kabla tujaenda tufafanue kwanza haya. Kupata jibu halisi. Umeshafika ndugu? Ubatizo ni ujumbe wa mwaka 58 mwezi wa 9 tarehe 28 au ni asubuhi. Nyote mnajua. Tulipoinunua, niliinunua wakati nikifanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma. Alipoinunua ile sehemu alikuwa akifanya kazi. Kumbe kujitolea Bwana. Ndugu Branham alikuwa anajitolea sana. Bwana bariki sana. Na kujenga kitu hiki hapa. Na kukiita tu hivyo kwa sababu kwamba ndugu Seward na hao wengine waliambatanisha jina langu. Waliambatanisha jina kule chini. Walipoliweka kwenye hati miliki kule chini. Mara tu ninapoweza kumalizia jambo hili ambalo tuko ndani yake sasa. Ndio. Kanisa hili litapewa hili jumuiya na kutolewa tu jina langu litaondolewa kwake. Alikuwa anatamani ile jina la Branham litoke. Bwana bariki sana. Mnanisikiliza? Twende taratibu kabisa ili kuondoa maswali juu ya watu. Endelea. Sidhani jina langu linapaswa kuwa kwenye kanisa hilo. Yeye alikuwa anasema kwamba sidhani jina langu linapaswa kuwa kwenye kanisa hilo. Haipaswi kuwa maskani ya Branham. Inapaswa kuwa kanisa tu. Linapaswa kuwa kanisa tu. Kanisa la Bwana Yesu Kristo. Au kitu kama hicho. Maskani ya Bwana. Naona. Mahali pa kuishi. Nyumba ya sala. Ni nyumba ya sala. Au kitu kingine. Ipewe jina la aina fulani. Acha kusanyiko lichague jina lao. Unaliona jambo hilo? Acha kusanyiko lichague jina lao. Endelea. Jina langu mimi